Karibu tena kwenye channel ya East Africa Hustle Guide. Leo ikiwa ni tarehe 9 siku ya Jumatatu, tunaangalia nyota mbalimbali ama alama mbalimbali katika siku ya tarehe 9 mpaka tarehe 15. Leo tutaangalia mambo kadhaa kwenye alama hizo, hasa kwenye alama ama nyota ya ng'ombe ama Taurus, Kaa ambayo ni Cancer, mapacha ambayo ni Gemini, na pia Simba ambayo ni Leo, lakini mashuke ama Virgo na mshale ambao ni Sagittarius. Kuna maeneo ambayo tutalenga, hasa tutaangalia energy ya wiki, matukio muhimu ya sayari, kazi, mapenzi au mahusiano na afya. Lakini kikubwa zaidi tutachokiangalia hasa nyota ya ng'ombe ambayo watu wake wamezaliwa tarehe 20 mpaka tarehe 20, yani Aprili 20 mpaka Mei 20, lakini Sagittarians Novemba 22 mpaka Disemba 21, lakini nyota ya mashuke Agosti 23 mpaka Septemba 22, lakini Simba au Leo Julai 23 mpaka Agosti 22, lakini mapacha ambayo ni Mei 21 mpaka Juni 20, na Kaa ambayo ni nyota ya Kaa ama Cancer. Kikubwa zaidi ni kwamba kila nyota ipo katika maeneo au ina maeneo 12. Kwenye maeneo 12 ndipo ambayo hasa yana mzunguko mkubwa katika ulimwengu wetu. Na sisi sasa kila siku, yani kuanzia leo tarehe 9, kisha tarehe 10 na kadhalika mpaka tarehe 15, yani maana kwa kila siku hapa tunaona kabisa maeneo fulani yataguswa. Kwa sababu gani? Tulikuwa moon au mwezi ulikuwa kwenye alama ya Scorpio, Nge, na leo tunavyoongea mwezi uko kwenye alama ya mshale ama Sagittarius. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yataguswa hasa kwenye masuala ya mazungumzo, conversations, ambayo yatahusiana na masuala ya kuaminiana, tunayaona, lakini fedha ama mali ambazo pamoja ama shared resources pia zitakuwa zinahusika mkubwa, lakini vile vile mahusiano ambayo yanaleta kukua kwenye wiki hii, lakini vile vile utaangalia nyumbani kunasema nini na hisia zilizojengwa vizuri zikiangazia namna gani ya mpangilio wa nyumba na namna gani ya kukutana na familia. Lakini vile vile tutaangalia namna gani ambavyo baadhi ya nyota ambavyo zitakuwa na mamlaka fulani ama ukuaji fulani hazitokubali kuwepo pale tena, zitataka ziendelee kukua zaidi. Tutakuja kuangalia hapo. Lakini vile vile tutaangalia masuala ya kifedha, masuala ya fedha na baadhi ya nyota katika makundi tuliyosema tutazungumzia yatakuwa na ukuaji wa namna gani na changamoto zake kwa baadhi ya nyota hizo. Lakini vile vile hisia ambazo zinajaribu kurudi. Kuna baadhi ya nyota walikuwa wamepoteza hisia zao zinarudi. Kwa wale ambao walikuwa wameshakosa confidence, namna gani ambapo hisia zao zinaweza zikarudi na wakawa na confidence. Sasa moja kwa moja tukianza na nyota ya ng'ombe ama Taurus, hapa ni kwamba energy ya wiki hii ni kwamba kutakuwa na utulivu kidogo, kutakuwa na utulivu wa ndani, na utulivu huo sasa wa ndani hapa unakuwa na nguvu ya kimwili. Maanake kwamba utulivu utapelekea mtu kuwa na nguvu ya kimwili na mpango ulio thabiti. Lakini vile vile katika matukio muhimu ya wiki hii ni kwamba baadhi ya sayari, hasa sayari ya mwezi ama moon, itaingia kwenye alama yako ya ng'ombe hapa, na itaongeza hisia zaidi. Intuition itakuwa ni kubwa na amani ya moyo wako itakuwa ni kubwa. Pia vile vile Zuhura ama sayari ya Venus itaashiria fursa za kifedha na mahusiano ambayo ni bora zaidi. Lakini kwenye kazi na biashara tutaona kwamba utakuwa na njia nzuri ya kupanga mipango ya kifedha, kuanzisha miradi midogo midogo au kujenga mtandao wa biashara. Na kwenye mahusiano na mapenzi tutaona kabisa kutakuwa na hisia za amani, nafasi ya kufungua mazungumzo ya dhati na mpenzi wako. Lakini kwenye swala la afya vizuri zaidi kwa nyota zote kwamba watu wazingatie swala la mapumziko ya kutosha na mazoezi ya mwili.
Lakini tukiangalia katika nyota ya pili ni nyota ya kaa, ambayo tunaangalia katika energy ya wiki hii, tunaona kabisa kutakuwa na hisia za ndani, hisia za ndani ambazo hizi hisia hizi zina hasa kikubwa zinapelekea mtu aweze kupata confidence ama kujiamini, pia kujilinda au kuilinda familia yake, na hisia za kinga hapa. Kwa hizi hisia za kinga na kujilinda au kuilinda familia yake zitampelekea mtu kuwa na confidence nzuri kwamba sasa hivi sasa anaweza kaendelea kuliko huko nyuma alipokuwepo hapo huko nyuma jinsi alivyokuwa anaendesha mambo yake. Lakini katika matukio muhimu katika nyota hii ama alama hii ni kwamba sayari ya Jupiter ama Mushtara yenyewe inaangazia nyumba na familia, maana nyumba ya 4 ambayo itazungumzia familia hapa. Lakini Mars ama traditional ruler wa sayari nyingi, huyu anaweza kuleta kidogo shinikizo kidogo kwenye swala la kihisia. Lakini kingine kwa kifupi ni kwamba shinikizo hili halitakiwi kukuogopesha, isipokuwa unatakiwa uwe na confidence na kujiamini na utafanya vizuri. Lakini kwenye swala la kazi na biashara tunaona kwamba ni kuepuka bado maamuzi ya hisia. Bado masuala ya hisia yanatakiwa yaweze kuangalia vizuri na mtu aweze kuepuka swala la hisia ambazo zitapelekea kwenye hasara. Lakini kingine ni kutafuta ushauri bado kabla ya kuchukua hatua yoyote ile kubwa, ni swala la muhimu. Lakini kwenye mapenzi na mahusiano, hisia nyeti, epuka mabishano yasiyo na maana, fursa za karibu zaidi na mapenzi, maana kwamba kwa karibu na mke wako na kadhalika. Kwenye swala la afya na ustawi, watu wenye nyota ya kaa wanasumbuliwa sana na tumbo, ama tatizo la tumbo ama mmeng'enyo wa chakula. Kwa wanahitaji kufanya mazoezi sana, kupumzika na kadhalika, yataweza kuwasaidia. Lakini tukiangalia nyota nyingine sasa, ni nyota ya mapacha ama Gemini, ambayo ni nyota ya tatu hii hapa. Tunachokiangalia kwa wiki hii, watu wa Gemini kwenye masuala ya kifedha watakuwa vizuri sana, ama masuala ya kupata connection nyingi za kifedha, ama kurudisha ile energy yao ambao walikuwa wameona imepotea, ama mahusiano ya kifedha ambao walikuwa wameona yamepotea, kwa wiki hii yataweza kurudi. Maana yake ni kwamba waangalie sana kwenye mawasiliano yao, kama tulivyosema kipindi cha nyuma kwamba wachunge sana midomo. Mawasiliano yatakuwa mazuri, watakuwa na haraka kufuatilia habari ama utendaji wa akili hao watu, maana watafanya vizuri sana kwenye eneo hilo. Lakini kingine ni matukio muhimu ya sayari. Sayari ya Mercury tulisema inafanya retrogression na inarudi nyuma mpaka tarehe 22 ama 21 ya mwezi wa 3. Kwa basi Mercury inathibitisha ufasaha wa mawasiliano. Huyu mtu anaweza kuwa na mawasiliano mazuri sana kwa sababu ameshajifunza huko nyuma ni kitu gani akiacha na kitu gani akifanya, lakini aepuke habari zisizo sahihi, maana bado aendelee kuhakikisha kwamba habari anazozitafuta ziwe ni sahihi. Lakini kwenye kazi na biashara, hapa huyu mtu ana fursa ya networking, atapata watu wa nyota ya Gemini watapata networking kubwa. Wataweza kushirikishwa kwenye shughuli mbalimbali aidha na wenzao kwenye timu yao na kadhalika, au miradi ya kidijitali itashika kasi sana, maana kwamba kama kuhoji watu na kadhalika, kama atakuwa kwenye masuala ya mawasiliano, labda mwandishi wa habari na kadhalika, ama akiwa kwenye mitandao ya kijamii kama hivi, itakuwa ni rahisi zaidi. Kwenye masuala ya mahusiano ya kimapenzi, mawasiliano ni mazuri kwa sababu tayari ashaweka mahusiano yake wazi. Na kwake sasa hivi mawasiliano au mahusiano yake yatakuwa ni ya muhimu sana, lakini cha msingi zaidi aepuke ahadi yote, aepuke iwe ni ya kifedha au nini, aepuke ahadi itamsaidia sana. Lakini kwenye masuala ya afya bado anatakiwa apate muda wa kupumzika na aepuke msongo wa mawazo, kwani kila kitu kitakuja kwa wakati wake na atafanya vizuri. Kwa pumziko la akili ni swala la muhimu sana. Nyota ya 4 ni nyota ya Simba ama Simha ama Leo. Hapa tunachoona katika energy ya wiki hii, mtu huyu anatakiwa awe kiongozi ni kile anachokiamini. Na kwa sababu gani? Watu wenye nyota ya Simba wanaweza wakapitia changamoto kidogo ya, kwa mfano walikuwa wanafanya jambo na mtu fulani na kadhalika, waweza kuwa na mgogoro cha hapa na pale kwa baadhi ya nyota hii ya Simba. Kwa hiyo lazima waweze kuweka mambo yao kwa uwazi zaidi, waweze kujiamini, waweze kujielezea vizuri, na wao viongozi kwenye kile wanachokifanya wataweza kushinda hiyo hali. Lakini bado wana mvuto mkubwa kwa watu wengi, bado watu wengi watawatafuta katika kufanya nao kazi na kadhalika. Lakini kingine katika matukio muhimu ya sayari, tunaona kabisa sayari ya Shams ama Sun ambayo bado ipo kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 12, bado inamuongezea hamasa ya kujiamini zaidi na mvuto wa asili. Maana kwamba kile ambacho anakipitia bado asikione kama ni changamoto, bali kinazidi kumkuza na nafasi za uongozi, maana anataka kuwa kiongozi kwenye kile anachokiamini. Lakini kwenye kazi na biashara ni kwamba fursa za kuonyesha vipaji. Huyu mtu ana vipaji vingi sana, kwa bado ana fursa za kuonyesha vipaji vyake
kuongoza au kushirikiana kwa ujasiri. Kwa hiyo asitikiswe kwa maana hiyo na yoyote yule ama changamoto yoyote, bali aendelee kumove forward. Kwenye masuala ya kimahusiano mapenzi ni kwamba hisia zinakuwa kwake, mvuto unazidi kukua na kuonekana kwa wengine. Lakini kwenye swala la afya na ustawi, sana sana aangalie swala la kiafya kwenye upande wa moyo na shinikizo la damu. Maana mazoezi ya mwili anahitaji kuyafanya, na haya yatamsaidia kudumisha nguvu zake zile za asili. Lakini kwa nyota nyingine ya tano ni kwamba nyota ya mashuke ama Virgo. Energy wiki hii inatakiwa bado aendelee kuwa mwangalifu kwenye mipangilio yake na kuzingatia maelezo ya kile anachokifanya. Lakini matukio muhimu ya sayari katika nyota yake ama alama yake ni kwamba Mercury ama sayari ya Virgo inaangazia ufafanuzi zaidi. Maana yake anachokifanya lazima kiwe na clarity, kiwe na mwongozo ambao ni sahihi, lakini mawasiliano yake lazima bado yawe ya kina, na vile vile na kupanga mipango ambayo ni thabiti kwenye kila anachokifanya. Kwenye kazi na biashara ni kwamba aangalie maelezo ya miradi vizuri. Kama ni mkataba, basi asiingie tu mkataba, bali aweze kuangalia mkataba vizuri zaidi na ajue kila kitu. Ajue kila kitu. Na kama kuna kazi ama fursa yote unaifuatilia, fursa hiyo inaweza ikawa ni bora sana, ikawa pia ina matokeo mazuri na ya muda mrefu. Na kwenye swala la mshahara ama fedha, manake kwamba hiyo kazi inaweza ikakufanya ukakua. Kwa usiogope kuichukua kuifanya, lakini cha msingi zaidi kuangalia hiyo kazi ni kwamba fuata details. Kama umeambiwa chochote upeleke na kadhalika, na umechunguza kazi hiyo ni muhimu au ni nzuri, basi inawezekana ikawa ni kazi ambayo ni nzuri kwa wiki hii. Kwa maana yake ni fursa ya kuboresha mfumo wako wa kazi na wewe kupata auheni kwenye maisha yako. Lakini kwenye mahusiano mapenzi ni kwamba tunaona kwamba mawasiliano ya wazi bado yanahitajika, na kwa wiki hii yanaweza, kama utakuwa una mahusiano wake ukafanya vizuri sana kama utakuwa na mahusiano ya uwazi na mahusiano ya karibu, maana yake ukaimarisha mahusiano yako kwa namna hiyo. Kwenye masuala ya mazoezi ya ustawi na afya ni kwamba mazoezi ya mwili na pumziko la akili ni muhimu sana sana sana, na yatakusaidia utafanya vizuri. Lakini nyota nyingine ni mshale ama Sagittarius. Energy ya wiki hii ni uhuru, mawazo mapya, safari ndogo ndogo. Watu wa Sagittarius wanashauriwa waweze kuwa na safari za hapa na pale, watafanya vizuri sana. Iwe ni biashara, iwe kwenye mahusiano, watapata mawazo mapya, kwani ni wiki ya mawazo mapya hii na uhuru kwenye mawazo haya. Kwa hiyo matukio muhimu ya sayari kwamba Jupiter ama sayari ya Mushtara bado ni fursa, inatoa fursa za kielimu, za safari, mabadiliko madogo madogo ya nafasi za kazi au miradi ya kitaaluma au ya kitaalamu. Hapa unaweza ukafanya vizuri sana. Lakini kwenye kazi na biashara, fursa za kujifunza na kuongeza maarifa, epuka uamuzi wa haraka, ni jambo la msingi. Lakini kwenye mapenzi, uwazi na dhati huimarisha mahusiano. Lakini kwenye swala la afya na ustawi, mazoezi ya mwili, pumziko la akili, epuka msongo wa hisia, hapa utaweza kufanya vizuri sana. Kwa hiyo kwa kifupi ndio hiyo. Pia watu wa Sagittarius ama nyota ya mshale waangalie nyumba zao vizuri na hisia zao. Emotional foundation ni kitu cha muhimu sana. Maana yake kwamba hakikisha kwamba wanapangilia kila kitu vizuri, ama mazingira wanaoishi ama sehemu wanazokaa waweze kupangilia vizuri, na pia wajaribu kurudisha mahusiano yao na familia zao. Watapata connection nzuri sana 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 sana, na wataweza wakafanya vizuri kwa sababu ya energy ambazo zipo katika wiki hii. Kwa hiyo mpaka hapa tunasema kwamba asante sana, na tufuatilie zaidi kwenye video nyingine ambayo itasimulia zaidi au itaelezea zaidi makundi mengine ya nyota. Leo tumeelezea makundi 6 na tutakuja kuelezea tena makundi 6 na wajue namna gani wanaweza wakafanya kwa siku zijazo na mambo gani ambayo ni muhimu sana. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele na kutusupport kwa namna hiyo, ama kupiga simu na kuuliza maswali mbalimbali ambayo yanaweza kuwa changamoto kwako na kuhisi kwamba unaweza ukafanya vizuri kwenye mambo yako. Asanteni sana.